Hili ni shamba la miembe kama jinsi unavyoona. Miembe kuna aina mbalimbali ziko hapa katika shamba hili la miembe, na hii tuliopo hapa hii ni aina mojawapo inaitwa Kent. Kuna aina nyingi sana ziko hapa, utapata kuziona, lakini leo tunazungumzia sana katika aina hii mojawapo inaitwa Kent. Sasa Kent sifa yake kama jinsi unavyoona, embe kubwa sana hili kama jinsi unavyoona, na hapa bado halijakomaa, linaendelea na litakuwa kubwa na kubwa zaidi. Kwa hiyo ndugu wakulima, kitu ambacho nataka kusema tu kwa haraka ni kwamba aina hii kama jinsi ambavyo kuna aina zingine kama Alfonso Bolibo, Tommy, ila hii aina ni nzuri sana kwa wale ambao wanalima kwa ajili ya biashara, kwa sababu inachelewa kwanza kukomaa. Inakomaa wakati huo maembe mengine hamna tena sokoni, unajikuta huko peke yako, na hivyo unaweza ukapata kipato kizuri sana. Lakini pia faida nyingine ni kwamba maembe yake yanakuwa makubwa sana kama jinsi unavyoona. Ili mzigo bado haujakomaa, lakini hali inatia hamasa, inakuwa nzuri sana. Lakini pia jambo lingine ambalo unaweza ukanufaika katika zao hili la miembe, hususan katika aina hii ya Kent, ni kwamba embe lake, tunda lake ni tamu sana. Kwa hiyo na watu wengi wanapenda kwa sababu ya ukubwa. Lakini pia jambo la mwisho ni kwamba unaweza linafanya vizuri sana katika soko la nje ya nchi kwa sababu ya ukubwa, utamu, lakini pia hata shepu yake ni nzuri sana. Kwa hiyo unaweza ukauza nje ya nchi, lakini pia ukafanya matumizi mengine ya ndani kwa ajili ya kutengeneza juisi na nini. Sasa hebu swali tukutane, ambapo tutakutana kwenye comment. Je, kwa nini wakulima hatuwaoni wanalima aina mbalimbali za kilimo? Wao wamezoea kulima aina moja au mbili. Je, tatizo ni wataalamu kwamba hawawaelimishi, au tatizo ni wakulima kupokea yale wanaoelimishwa na wataalamu? Tukutane kwenye comment kwa ajili ya kushauriana. Langu jina Naftali Mabega, mpaka wakati mwingine. Naam.